Nimeamka kama kawaida, nimshukuru Mungu tu. Sure. Nilikuwa kidogo kuna vitu vitatu lazima niviweke sawa. Timu yangu ikanipatia call time ya saa 3 asubuhi. Kwa hiyo saa 3 asubuhi nilikuwa ofisini already. Sure. Nikafika VTV hapo, wakanipanga masuala ya transport, masuala ya mavazi, masuala ya makeup, masuala ya muonekano nini. Sure. Ni msanii. Of course, ukinicheck mwenyewe ukinicheck wewe mwenyewe. Mia. Sio imagine. Sure. Hapo mwenyewe na kucheck yosi kidogo. Sasa alafu real recognizes real. Kweli. Si ndio? So mimi nikajipanga hivyo, nashukuru timu yangu ikaniseti, basi ndio tukafika hapa, ndio tukaja tukakucheck Manuchu. I see. Bwana, kuna story ambazo zinaendelea kwamba tusipige story sana kama upo kadi. Mimi niko kadi juzi wewe? For sure upo kadi. Yeah. Bwana, tuzungumze maisha na muziki kidogo. Umetokea sehemu gani maisha na muziki basi? Manze Nairobi. Huyu kaskazini. Napenda sana kumshukuru Mungu. Kaskazini ana historia ndefu. Nitahitaji umpatie interview ya 24 hours. For sure. Sema nimefanya muziki wangu wa kwanza nyumbani, Mombasa, Kisauni. Nimefanya hapo na producer, sijui kama naruhusiwa kumtaja producer. Nimefanya ngoma yangu ya kwanza nzuri sana, imenipatia jina sana kama miaka 8 9 imeisha. Nimefanya na producer Petrus, producer mkali sana, mwanza mcheki. Ngoma yangu ya kwanza leo nikachukua muda tu kidogo sababu pressure tu. Nilipomaliza nikaja Nairobi. Kuja Nairobi nikachukuliwa na Steve Kipande. Chukuliwa na Steve Kipande, nikafanya muziki pia pale kwa Steve Kipande. Ngoma zangu kadhaa hapo kama 2 ndo zikatoka. Nikachukua pumzi sasa yangu ya kibinafsi, mambo yangu ya kibinafsi. Nikachukua pumzi basi muda tu nikacheki basi muda ni mwafaka huo kurudi game kwa sababu nimecheki nimetafuta FMCs nimekosa. Diana Codes pia alitoa missed calls kwa nyinyi wasanii ambao ni wa rap na hip hop. Akatuma kadai kwamba wewe kwanza kulingana kwako ulikueleza kwamba ulikae chini ukafeel kwamba hawapo sana. Sio. Hivyo ndo nilikuelewa. Ndio. Na amedai juzi mwenyewe kwamba pia anashangaa hampo. Ndio tumekuja kwamba hampo na hakuna anayemzidi hata kujibu missed call pia kwake, ama ni wewe unaamua kwenda your lane tu pia. Hebu unafikiria kujibu? Kusema kweli wacha nende nitafute kwanza hiyo missed call yenyewe. Sababu nimechukua muda mimi kujicheki mimi mwenyewe kama msanii kwanza. Nilipochukua uamuzi wa kwamba narudi game, nilichukua uamuzi wa kujiangalia mimi mwenyewe. Yaani hivi ninavyokuambia sijui hata wasanii wengine wanafanya nini kwa kweli. Na sio kwamba ni madharau. Sijui. Hata wale wasanii ambao wote tunasainiwa pale VTB sijui wanafanya nini. Sasa hizi I am focused on Kaskazini and Kaskazini peke yake. Kwa hiyo nikiamua kujibu missed call ujue ni Kaskazini ndio ameamua. Hebu nikuulize, ni unaamua kujifokusia kwako mwenyewe, yaani kwamba unataka kujiangalia sana, is it kwamba ni personal decision ama kuna kitu fulani ambacho all the way umepatana nacho na ukafeel kwamba it's time pia nijiangalie? Amna kama nimekuelewa vizuri, mimi nililala nikaamka nikagundua kwamba nina kipaji. Basi sasa hivi kujiangalia vizuri ni kipaji changu watu wakijue. Nicho kipaji changu hauko tayari. Maana utaniita kila siku hapa 47. Bwana nafasi ni kibao. Mr. Kuja. Kweli. Lazima niende nini za Uingereza, radio za Uingereza. Safi. Hebu nikuulize pia, tumaini ni lipi kwa muziki? Yaani tumaini lako wewe mwenyewe ni lipi? Umerudi kwenye game, ulitake break, umejielewa. Umesema kama this is the high time and nirudi nifanye kitu ambacho nakipenda na wanna do it the best way ambayo mimi najua. Mwisho wa siku ni kwamba tumaini lako ni lipi kwenye muziki? Tumaini langu kwanza ni kuheshimisha sisi wanawake kwenye muziki. Tuna nafasi kubwa sana. Tumaini langu ni kwamba watatuelewa. Tutakaa meza moja nao. Tutapiga story nao, watatuita hip hop wenzao. Hiyo ndio moja. Pili, tumaini langu ni kwamba muziki uweze kuniweka mjini. Hilo yani ndio tumaini langu yani ndio nimefunga. Yani hii kwamba kesho itakuwaje? Sitaki. Na sitaki nategemea huu muziki. Yaani nataka huu muziki niweze kucheza nao simu, bank transfer. Okay, umepata? Manuchu umepata? Hapo ndio nataka muziki umpeleke. 3, muziki nataka ueleweke.
mziki wangu kwanza. Nataka mtoto yoyote, mtoto, mtu mzima, katikati, baba, mzee, anielewe nasema nini. Sitaki kufanya mziki kwa sababu mziki huko. Sababu nishaifanya hiyo. Hiyo nishamaliza. Sasa nataka nifanye mziki Manucho uelewe. Nielewe mziki. Msikia Davo akiuliza pale, "Msafi." Hiyo ndo yani nikifika kesho Davo atauliza. It's hard for mara nyingi sana kama ulivyosema pia kwamba ulikuwepo na usharudi. Ni ngumu sana tu wakati wote pale kwamba tuna vibe tu, kuna msanii wa hip hop, kuna msanii wa rap ambaye tupo naye. Yaani kwamba nimepata tu track kwamba yo Manucho unajua ni aje ji. Hizi hapa bwana track zangu pandisha hewani. Unajua lazima kuna maeneo fulani lazima yasafishwe sana. But one thing about you, kwanza mimi nisikiza tracks zako very clean. And another thing pia nataka nikuulize pia. Wakati muda mwingi unazungumza unamtaja sana Mungu kwamba mimi namshukuru Mungu ji. Yaani unamtaja Mungu sana. Na baadhi ya track zako pia nafikiri kwamba uko versatile in a way that unapiga kama inahitaji kupiga na pia unaimba pia kumsifu Mungu wakati unahitaji. Maana kuna moja inaitwaje Ruka Juu ama Jump 2. Jump 2. So Jump 2 pia ile design kwamba umekuwa unaimba but ile design kwamba una praise pia at some point Mungu pia kitu kama kile. Ni nafasi imekuaje katika maybe ni ukwaji wako ile design kwamba umejifunza kushukuru pia. Life imekuaje? Ile point kwamba unashukuru sana Mungu. Haifai kitu kwa life. Mungu huwa kushukuriwa. Hiyo ndio kitu cha kwanza. Mimi so masuala ya life, mimi nikwambia masuala ya life weka kando kabisa. Mungu ni wa kushukuriwa. Yaani ndio asubuhi niamke nipande gari nifike hapa wewe ni Mungu. Ananiambia siko, yaani mimi nikiandika mstari wa kwanza wa pili Mwenyezi Mungu sijui anafanyaje hapo. Wa kwanza wa pili jazz sijui anafanyaje, Allah kafanyaje. Napenda nakuta na resonate sana na kumuingiza Mungu katika nyimbo zangu. Na pia mimi zinanipatia yani afwan, yani na feel yes nimeandika. Alafu pia tukiendelea na life kwamba nini nimepitia, mazeni Mungu. Acha tuseme ni Mungu, afu hiyo story utapiga siku. I say nataka kurudisha tena kidogo maana tayari story imekata, lakini bado kuna kitu ambacho tukikumbukia tena wakati wa tukisonga. Kile kipindi ambacho ulikuwepo. Ndio. Ukafanya kile kitu ambacho umejisahihisha sasa hizi na kukifanya right. Ndio. Kilikufundisha kitu kipi? Maana yake mwanzo ulisema kwamba nataka ueleweke. Sasa hivi unataka ueleweke. Unataka wengi wakuelewe. Kuna muda fulani ambao ulikuwa unafanya muziki kwa sababu ulikuwa unafanya tu muziki. Ndio. Unajua, kile kipindi kilikufundisha nini? Nimejifunza vitu vingi katika wakati wangu katika muziki. Lakini kitu ambacho nimejifunza zaidi, nasikia kama itakuwa naiba siri, lakini kitu ambacho nimejifunza zaidi ni an artist is as good as the team that is behind them. Sure. Yeah. An artist is made by the producer, by the marketing strategist, by your manager. An artist is all that. Kama you don't have a good rapport with the team that is behind you, hakuna mahali. If there's a disconnect, unaikosea mara moja. For sure. Yeah. So kila siku ukiwa msanii ambaye unamsikiza producer wako, it does not mean kwamba you do not put your thoughts, usizungumze mawazo yako to your producer, no. Lakini ukiwa msanii ambaye you will get your lead. Sure. Hapa nahisi iwe hivi. Hapana, lakini ikiwa hivi mnajadiliana, basi nyote mtapata kitu kizuri. Lakini back then when I was doing music like that era, nilikuwa msanii ambaye nilikuwa self-oriented. Nafika pale, nina nyimbo yangu kwenye akili, nina beat yangu kwenye akili. Unajifanyia maamuzi. Wewe ni producer, utapiga beat, utafanya nini? Bwana mimi naitaka. So yani muda nimepumzika, nimegundua nahitaji kumsikiza huyu bwana. Sure. Nahitaji kusikiliza sana. Kuna jamaa hapa kutoka Kisauni pale. Yaani tulia sana. Janjaro umetulia sana mchezo wangu. Niko fresh mwanangu. Hauna neno kaka. Sina neno, nimepoa tu, unajua tena. Jirani yako huyu kaka kikiumana pale unamuomba. Nimemcheki, tumekuwa pale nje tumezungumza kwa muda kiasi hivi. Tukasemezana vipi anatokea maeneo gani na tumeelewana sana. Usiwe, lakini mimi nina swali moja tu kuuliza. Nimecheki pale Kisauni kuna wasanii wengi sana wanafanya kazi vizuri, kina Mtalibani, MK nini. Lakini wewe unadhani ni kitu gani ambacho kinachangia mpaka akuonekane FMCs pale Mombasa? Kaka umeniuliza swali gumu. Kwa sababu mimi si mtafiti. Sasa sijafanya huu utafiti wa kwa nini hatuko. Lakini mimi kama mimi nilijiuliza kwa nini siko kwa game. Sawa, ndio nikaamua
hawako. Unaniona? Alafu sikuchukua muda kucheki sasa kwa nini hawako. Kwa sababu basi mimi narudi. Unajua? Lakini amini usiamini. Na uhakika because when I was doing music, I remember we are so many by the way. Yeah. Nikianza kutaja FMCs saizi wanachipuka wote kutoka Mombasa. Wengine wako hapa Nairobi. Mimi nilifika hapa Nairobi nikamuuliza producer wangu kwa sababu wako wapi? Mimi sijui wako. Wakakueleza wapo. Pana mmoja mkali sana. Sema saizi yani nifikirie tarugo. Mkali sana nyakati zangu. Alikuwa anaitwa Crispy. Mwingine alikuwa anaitwa Buma Best. Mwingine alikuwa anaitwa Mama Lao ndo mti alikuwa mti wetu. Unaelewa? When I was doing music. Kwa hiyo saa hizi sikufanya huo utafiti. After nikamaliza shule mimi nikaona basi nahitaji kurudi kwa game maana sijioni nikarudi. Kwa hiyo tutanipata na Kaskazini. QAS Kazini. Yeah. Alafu pia tegee kwa sababu mashabiki wangu nao vitu vingi tu. Sure. Juzi kati last week nimeangusha ngoma mpango wako. Icheki hapo. Alafu Friday sasa kesho kutu sasa tarehe 27 sasa tutatarajia mzigo. Nakupa issue. Sawa. Kwa nini hiyo? Friday jioni. Friday ya this Friday tarehe 27 nakupa issue nyingine. Alafu yani silali kwa ajili yako. Sawa Manucho. Usilale kwa ajili yangu mazee. Sitalala kwa ajili yako. Sitalala kwa ajili yako. Mimi silali kwa ajili yako. Asante mazee, nashukuru sana for your time Kaskazini. Big shout out sana kwa kushow up on time. Na big shout out sana pia kwa kuzidi kutoa jiwe kali sana ambazo nazidi kuachia, au sio? Next time Mungu akijalia bana. Inshallah. Wazi. Amen.